Clouds TV, empowering lives. Yesu, makofi tunapomleta mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Inua tu mkono wako juu. Useme Yesu ni Bwana. Asanteni sana, mnaweza kuketi. Asanti Koki na wenzako. Wacha tu iangalie huko. Sitachukua muda wako mkubwa, nitachukua tu muda mdogo. Kwa sababu nililala huko, hata sijaenda nyumbani. Hata kukunywa chai sijakunywa. Sijui kama nyinyi mmekunywa chai. Mlikula breakfast nyumbani? Mimi hata chai sijakunywa. Nimelala hapa kesha. Nataka kumaliza tu haraka ndio nikimbie nyumbani. Nikasalimie nyumba yangu. Bwana asifiwe sana. Kwa wale ambao wananijua na wale hawanijui, mimi naitwa Waruinge. Ndio mchungaji wa hii nyumba. Wengine tulikutana tukio upande ule mwingine, si ndio? Wale walikuja huko City Stadium wangapi? Inua mkono juu. Wakati tulikuwa na conference ya wamama. Good, thank you. Jipigieni makofi. Na ningeomba tu hii kitu ikue kila mwezi tuwe tunakuwa na conference. Museti siku moja, Saturday moja ya kila mwezi tukue na conference ya wamama na tuendelee kuita wengi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Umeingia sahi ama ulisalimiana? Ulisalimiana? Najua asante. Mausio ya leo tunazungumzia kuhusu unempowered. Unempowered what? Mnajua Kizungu? Can I speak English? We are talking about what? An empowered woman. Who is an empowered woman? Nikisema an empowered woman, who is an empowered woman? Ni mwanamke ni nini kusema empowered? Mami, kama unajua Kizungu, who is an empowered woman? Si unasikia sasa. Sasa kwa kia hapa ameng'ang'ana, empowered woman, kumbe kuna mtu atajaelewa kwa hapa kufanya nini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. An empowered woman ni kumaanisha mwanamke bomba. Sema mwanamke bomba. Mwanamke bomba hakuangi tu mwanamke bomba kwa sababu ni bomba ama mambo yanajitengeneza. Mwanamke ndio hujitengeneza kulingana na Biblia. Biblia inasema mwanamke ambaye ako na akili mzuri ndio hutengeneza nyumba yake na kuisimamisha. Na mwanamke ambaye hana akili mzuri ndio huivunja. Kwa hivyo nyumba inajengwa na mama ama inabomolewa na mama. Ukiona nyumba imeanguka, families zimeanguka, mama amehusika kwa njia moja ama nyingine. Kwa sababu kuna mahali nilisoma Biblia nilisoma ya Kikuyu na nikajaribu kutafsiri na Kikuyu. Mahali anasema sisi sasa ndio tuliambiwa, yani nyinyi mliambiwa fuateni hawa wajiga. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukiona kwako kulianguka na kumianguka na ni kwa sababu kulianguka ni uliambiwa ufuate huyu mjiga, ni kuna kitu ambayo hukuelewa. Kwa sababu mimi ni mjiga, wewe ni mwerevu. Bwana Yesu asifiwe sana. So nyumba ikianguka, nani atakuwa blamed? Ni mjiga ama ni wewe mwerevu? Basi hapo ndio tuko leo. Tuko mahali wapi? Hapo tuangalie na tuulizane ni kwa nini kwako kulianguka na uliambiwa usaidie mjiga akue mzuri. Kwa sababu sisi tulifanywa, sisi anajua hatujuagi nyinyi wa mama. Ndio naonaga kila wakati mwanaume anatakaga kuchugulia mama. Sio mmejai kuuliza ni kwa nini hata huko na mume wako mnaendesha gari hapa ako hapa na huko hapo, lakini akiona mama akipita pale unaona jicho imeangalia venye huyo mama ameenda. Umei kujiuliza ni kwa nini? Anaona kama house karo ndio hako kwa sababu kamefinya tumatiti, tumetoka hapa hivi kidogo, kamevaa kaguo kakufinya tumatiti, alafu na huko nyuma kumetengenezeka mzuri, hakujapigika sana. Sasa unaona mzee mko na yeye na mmetoka kitadani na yeye asubuhi breakfast, unaona mzee kimzee na nikimzima kiko nikiprofesa kinaangalia tu kama katoto tu kanaangalia mpaka na anasahau kabisa mpaka unaona remote alikuwa ameshika chai akaweka chai na kuta amejimwagilia huku.
Wenye kwa sababu alisahau, mkono ilisahau, mdomo imeenda na macho. Akafanya hivi, ikamwagikia hapa, akamwagikia hapa kwa mgogo. Nini? Kumbe alikuwa anaangalia kasichana. Na kasichana yako ni kadogo hata kuliko mtoto wake. Mshawahi kujiuliza ni kwa nini? Ni kwa nini mwanaume anaangaliaga tu, anaangaliaga nyinyi venye mnakaa kama sasa nikiangalia hivi utakuta nimeshika microphone lakini akili imekufia kwa ule mama. Na sasa hiyo mke wangu ndio huyu yako hapa ananiangalia tu, ama mke wangu tumekaa naye lakini macho iko wapi? Iko pale mpaka ninaanza kusema upo asifiwe baada ya kusema Bwana asifiwe kwa sababu nimesahau. Bwana nimesahau, akili zimeenda. Kuna sababu moja. Maana mimi wakati nilitengenezwa niliuliwa. Nikatengenezwa, yani udogo ulitengenezwa, ukatengenezwa, pumzi ikawekwa, nikakuwa hai, nikaanza kutembea. Ni katika matembezi yangu mzee kule biguni Mungu sasa na malaika wakaona huyu mzee ako lonely sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona huyu mzee ako lonely, wakaulizana tufanye nini? Tusema tumtafutie mtu. Atatoka wapi tena? Kwa sababu tukitengeneza na udogo ile tulitengeneza atakuwa ni yeye. Sasa ukasemekana ni nini? Haitakuwa na difference, tulete kitu iko na difference kidogo. Na itatoka wapi? Na ndio imtumikie na ikue kitu moja. Wakasema kwenda Fuja. Kuna mzee mwingine aliniambia sio hapa walitoka lakini tusimame tu na Biblia. Maana hapo ndio nimejua kidogo hii ya mzee haina. Lakini niliangalia nikaona ni kama kuna kaukweli kidogo. Lakini hiyo kaukweli haina proof. Lakini tufuate ile tumeambiwa hapa. Hata kama nilihesabu nikaputa hakuna mahali. Unajua nyama ikikatwa lazima kuna mahali ilishonwa ndio irudi. Kuna si ndio? Hivyo hapa kuna mahali umekuta mwanaume hapa amekatwa. Kuna mahali inaonyeshana. Lakini huyo mzee kuna kakitu alijaribu kunielezea. Nikaona kana make sense. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa huyu mzee sasa huyu mzee akalalishwa chini, akauliwa na hawa watu, Mungu na malaika, wakaua huyu mzee ndio watengeneze mtu wa kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mzee mimi niliuliwa wakati ulikuwa unatengenezwa. Sikujua. Niliuliwa, nikalalishwa, nikavujwa ubavu, hiyo ubavu ikatengenezwa. Nataka ni uimagine the time hiyo ya kutengeneza udogo, ya kukanyaga udogo, ya kushikanisha hii mfupa, bado nimekufa. Kwa hivyo ni kama siku mbili ama masaa kadhaa nilikuwa nimekufa. So wakati nilifufuliwa, niliambiwa huyu mtu ndio atakuwa msaidizi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu sasa kutoka hapo nilianza kushangaa nikishindwa ni material gani kwa sababu mimi nimetengeneza sio na venye niko flat. Lakini sasa nikisema wamama msimame utaona huko kumeenda hivi na huko nyuma kumeenda hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa venye umetengenezwa sivyo mimi nilitengenezwa. Wewe ulitengenezwa na namna nyingine ndio unaonaka tunataka kuchugulia. Kwa sababu unaona sasa nyinyi mama kama sasa mama utoke hapa uende pale uvae utembee hivi uchi kuja pale uchi sisi zote mpaka mimi mwanaume nitaangalia na kwingine nisione. Lakini wewe tu kirudi hapa utoke hapo chini uvae kamini skirt kamefika hapa utaona wanaume wote wanakuchugulia. Sasa ukitoka tena kuja uchi utakuta kuna mwanaume anataka kukuangalia. Sasa unashangaa what is the difference? What is the difference? Kama ushaiuliza, what is the difference? Huyu mama amekuja akiwa uchi kwa sababu nachungulia nataka kujua ni nini amebeba, si ndio? Lakini akikuja uchi nitaangalia huko. Siwezi taka hata kuangalia kai. Oje ni mgorogi. Lakini akivaa kama ni skirt ama kaguo kale kanaitagwa si midhuru, utakuta kimwanaume kinachaka kuchungulia. Kwa sababu wanaume wanavaaga, wakiona mwanamke amevaa mini skirt utakuta kimwanaume kime. Wakati tulikuwa tunaendaka kwa bar tunadanganywa na hawa wanauza pombe. Tusichana tote tumevaa kitu kama ifika hapa. Unasema kaka ni kaagera mno. Pako na kaito na kuza hivi. Lakini huyo aende akuje akiwa noi. Hakuna mwanaume ataangalia. Wanaume wote wanasema ana ngome leo. Ile da watu wani atia. Sasa unauliza wakati ulikuwa naangalia kamini skirt ulikuwa unatafuta nini?
Ndio mliambiwa mfuata nini? Hawa wajiga. Kwa sababu mwanaume anakulaga imagination. Hakulagi the real thing. Mwanaume anataka kuimagine. Kwa hiyo mini skirt ni nini imefichwa hapo. Lakini ukimletea mkate mzima anasema sitaki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaita kwa nini? Wajiga. Kwa hivyo ukishindwa kumaintain huyu mjiga, wewe ndio mjiga. Haleluya. Kumaintain tu huyu mjiga, umfurahishe tu. Naona tunafurahisha kwa na kamini skirt ama na kaguo kale kanaitwa kasimi dhuru. Utakuta baka ninatoa miwani yangu nataka kuangalia vizuri. Lakini sasa toa mkate ulete ikiwa mzima, ikiwa haina karatasi. Hakuna mwanaume atafika hapo. Hakuna. Hawezi. Mgoroki, ushaisikia mgoroki amekuwa raped? Mwanamke akiwa uchi kwa donyo akipita huko, ushaisikia amerepiwa? Hawezi repiwa. Lakini kasichana kaliko kameva mini sikatasikia kalirepiwa. Ni kwa nini? Wewe uliletewa mkate ukakataa kukula, lakini unataka kuimagine hii mkate inakaa aje. Hiyo ndio shida ya wanaume. Na hapo sasa ndio nyinyi mmeshindwa kuelewa kukamata huyu mwanaume. Ukikamata mwanaume akili yake vizuri, atakaa venye unataka. Lakini ukitaka kufanya wewe ni mwanamke umetoka Nyeri, wewe ni na mabafu unaweka muscles, huyo mwanaume atakumaliza kwa sababu ni mjiga na atafikiria unataka kumkalia. Na kweli kawaida kibibilia mnafaa kutukalia. Ama namna gani hapo? Sisi tuliitwa wajiga, mnafaa kutukalia na kutuambia fanya na tunafanya. Amuka na unaamuka. Tembea na unatembea. Sio tunaendeka kwa baa huko tunakaliwa na mwanamke tudogo tu. Kanyamka kitu kamekoda. Lakini kana nisugusha huko baa mzima mpaka pesa yangu yote inaishia huko. Nikienda nyumbani nasema, "Ninaja hii." Hawatale ile huko. Unamwekea chakula, unamwekea boga na ugali kwa sababu hiyo ndio pesa aliacha. Nikigeke. Hii ni nini unatupatia? Hii madharau gani hii? Maraya hii, takataka. Hii ni madharau nini? Hiyo unasikia harufu ya nyama imetoka. Na alidanganywa na kamutu kamekoda hata kuliko kaubwa kake. Kwa sababu kale kako na akili ya kumaintain. Mimi siku moja hapo tulikuwa tukikunywa, nikapata kisichana kizuri hapo bar kilikuwa kinafanya bar. Najua sisi wanaume tukiona tukiingia kwa bar tunaonanga wanawake wote ni washongi. Kila mwanamke anakuwa mshongi sana. Lakini ukimeza kagilasi kamoja unaanza kuona tofauti. Ukimeza glasi ya pili ule unaona unaanza kumuona hiki zakati. Ukimeza glasi ya tatu unamwisa, "Hi darling, sasa mamiko ja gwana gagakwa." Ukimeza glasi ya 4 kuja hapa takukara kagogothia tia. Eti akinioleda. Glasi ya 6 kibeti unapatiwa yote, unaambiwa kana kibeti sasa gawa pesa. Glasi ya 6 ya 7 mko kwa rumu. Sasa ukiwa kwa rumu asubuhi ikiamka ndio unachungulia unashika, "No, huyo tu ina akeniga." Nakaa unaangalia hivi unashindwa, huyu ni nani? Alikuchaje? Kwa sababu mwanzo kikio kwa baa ukiwa soba ulikuwa unaona ni mwanamke mshongi. Lakini venye uliendelea kumesa, sasa siku moja nikamesa, nilijikuta kwa kimama nilikuwa nimechukia kwa hiyo baa kabisa. Kimama sikuwa nataka. Kilikuwa hata kiogi meno kilikuwa kibrush, unakuta kuna ugali imeshikilia hapa na huko kwingine kusukuma imeshikilia hapo. Lakini nilijikuta kwake. Sasa imagine sasa kwa estate na zile nyumba za kuangaliana. Sasa jia ilikuwa shida, ilikuwa kwa sababu nililala nikalala, niliporwa, nikalala huko mpaka asubuhi saa 2 ndio nilijisikia. Sasa saa 2 unajua nyinyi zile nyumba zinaangaliaga wewe unakaaga kwa hii nyumba na huyu anakaaga kwa hii nyumba, mnaanza kupiga story, ule anakatakatia boga kwa hiyo nyumba yake kwa mlango, huyu nake anaekelea getheri hapo na huyo mwingine. Sasa wanawake wote wako hapo na kunajulikana ile nyumba ya kwanza dia mmaraya ule na usaga ile ba. Sasa angalia mimi najulikana hiyo area. Sasa nikitafuta binu ya kutoka kwa hiyo nyumba. Nilitafuta binu, nilikaa mpaka saa 9 jioni. Nikiwa kwa hiyo nyumba. Niliporwa mpaka ile pesa nyingine kwa account kwa sababu ilibidi nipatiane ATM. Aende atafuta kanyama tukule ndio tukae kwa nyumba kwa sababu jana imeingia. Nikarudi nikamwambia, "Edo kikuje na mtasika kama 3 tukunywe hapa."
Sasa tena tukalewa, tukalala huko. Asubuhi unaona, asubuhi niliangalia nikashindwa hapa ninafanya nini? Baadaye nilizoea. Nilijikuta huko siku ngapi? Siku 3. Kwa sababu hawa watu hata kama ni moshongi anajua kumaintain. Anajua kushika mtu na anamweka vizuri. Kitada unaona kitada ndio iko na kuguni, lakini unafikiria ni maua ya kutengeneza hiyo boma. Kwa sababu amekumaintain vizuri. Lakini ukienda nyumbani nakuta mama kama huyu nimetokelea kazi jioni, nimeingia saa 3 saa 4 hapo, mama huyu anatokea na nini? Amefuga suruali kwa kichwa ile mnafaaga. Bwana Yesu asifiwe sana. T-shirt amevaa kia PNU ama kia nani, kia Raila. Anasema hapa Asimio. Alafu amevaa, unajua sasa ametoka huko kwa kitchen, ametoka kwa kitanda, amevaa kiskati kingine. Unajua kama skati zingine tunavaaga huko nyumbani zile za kwenda kuchukua dharana huko. Kiskati kimekaa ni kama lori ya miraa imeanguka. Sasa kimekaa wapi? Kimekaa hivi sasa ukikuja. Na unakuja na alafu unajua mtu kama ametoka Milala, anakuaga na kioshongi kingine. Anakuaga na sura nyingine, unaona ni kama sura si ya mtu, ni ya mnyama hivi. Anakuja na kokolia tu. Sasa mimi nimetoka huko, nimekuwa nikinyonyonyonyo huko na kale kasichana kabaa. Sasa nakuja niki-expect extension ya maneno, kwa sababu kuna kule kwa hapa. Sasa mimi nakuja naona kisuruali kwa kichwa, kitisha tisangenge ni ng'ombe, hapa mbele ukimwi inaua, hapo kisuruali kimekaa hivi. Oh my God. Sasa mimi niambie, kesho nitakuja mapema kweli? Kesho nitakuja mapema kweli? Siwezi hata kidogo. Nitakaa huko nikute umelala. Ndio nikuje ndio kamedi kanifungulie. Na anajua kamedi, ukiacha niwaambie siri moja. Maid na wewe mama, you are two equal women in the house. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwahi dharau hako kamedi. Atasema hana kakane kama hapana, wewe ndio mjiga. Nyinyi ni wanawake wawili ndani ya nyumba gani? Kwa sababu huyu mtoto ako na kila kitu ile uko nayo. Na kuna mtoto anakaaga maisha mzuri kama usigaro. Mkitoka na mzee mkienda mayai ni yake. Mkitoka mkienda lipstick ni zake. Mkitoka mkienda mafuta ile mzuri umepaka ni yake. Kwa sababu si yeye ndiye anaosha nyumba. Yeye ndiye anakaaga na nyumba vizuri. Anakaaga na nyumba vizuri. Anajipodoa vizuri. Sasa imagine sisi wazee wa kumeza glasi moja, tukiona kitu kama hiyo, umeachia huyo mtoto ndiye anafungulia mzee. What will happen? Mzee atakuwa kichelewa kila siku ndiye afunguliwe. Kwa sababu kale kanajua tuko kwa competition. Nataka kutoa huyu mama kwa kiti yake. Sasa kanajipodoa usiku, usio umelala, kana kusikiliza. Na hapo wewe ni ule mama wa kufanya kazi mpaka unachoka. Ukichoka unakaaga tu kingorota na kutonga. Sasa hata hahitaji kusikiliza, hata hahitaji kuja kuchungulia nyumba. Anahitaji tu asikia. Hapo unajua kuna wamama wanajua kwa sababu ya kuchoka. Unajua kungorota ni kuchoka. Venye umechoka. Alafu sasa umechoka, umefanya kazi kama digiri. Sasa unaenda kuna wale wanangorotaka. Sasa maid anakusikiliza tu huko kwa anajua kimelala, anajibodoa na anajua ametext mzee. Ameuliza utukujie na kanyama, mama amesema utukujie na kanyama kachoma. Mama amefanya nini? Amesema. Lakini mama sasa anangorota mpaka unafikiria ni generator ya kutoa stima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kasichana kakikuja mzee akikuja nakuta kasichana kamevaa nguo mzuri. Hapa ametengeneza mzuri. Kama titi kamefuria hapa, kanafuria si huko. Kamefuria hapa vizuri, kamekuja juu, kameprotrude. Alafu ameweka ile kitu ya mama kwa mdomo, amekaa kama kioski ya Coca-Cola. Alafu amevaa kaguo kingine, ukiangalia hivi unaona ni kama video, ni kama drama. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ya hiyo ingine ya huko ndani kabisa anasahau kuvaa. Sasa akikuja, sasa ukiangalia tu mzee na amekula glasi mbili ya chang'aa, akikuja tu akichungulia hivi anaona yes, this is the type of a woman I need. Huko ndivyo tunajisugumsiaga. Muda ni toyo.
Haleluya. Unarudi unaona kimsee kiujika kimsee kinasa. Mama amekushalala. Na nilijua tu nitakuta amelala. Hebu shika hii na ujiweke. Hii si kwa pia mtu. Na unajiwekea. Sasa kasichana katakuwa kakipulani every time mama amelala. Kwa sababu kesho ataletewa gilibili, kesho kutwa gili 3. Sisi hatujui kuongelesha mwanamke, tunajua kuleta vitisho, na vitisho ni pesa. Na wewe unashidaka ukisomea, nilika, hivi kodi haijaoshwa, itaosha cha ngapi? Hata masafuria hujaosha, hata nyumba hujaosha. Kana sema mjiga hii, utaenda kulala museni wangu. Bwana sifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo tujaribu sana. That is the beginning of the failure ya mwanamke katika boma. When you delegate your responsibilities. Na kudelegate your responsibility inaanza na jinsi unakaa kwa nyumba. Mwanaume sisi tuliambiwa nyinyi ni maua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliambiwa nyinyi ni maua. Ndio tunajaribiki kuchungulia kutaka kujua uliumbwa aje. Ndio unaona tunaangalia huko nyuma unakuta mtu mwanamume msima anapenda mwanamke kwa sababu yana huko nyuma. Hata naona hadi Kenya kile. Sasa nakuja kimwanamume kinachukulia tu na ni huko nyuma, na huko nyuma unajua nini niko ni ruai iko huko nyuma. Na unakuta mwanamume anapenda tu ananunua ploti msima kwa sababu ya hapa. Na kuna mwanamume mwingine ananunua ploti msima kwa sababu ya wapi? Hapa. Na yule anajua ni kujitengeneza, amejitengeneza. Ndio hapa palete plot. Ama hapa si wanavaa ginya wanavaa masuruali nyingine inaleta lakini wanapakwa baka dawa. Kuna mwingine alipakwa dawa moja ikakuwa kubwa na moja ikakuwa dogo. Sasa anaenda kuinvest kwa nini? Ni kwa nini anainvest? Anainvest kwa sababu anajua hii pia inaweza kufanyika duka. Hii inaweza kufanyika duka. Na huko kugine pia kunaweza kufanyika duka. Kwa hivyo wanaume wanadanganywa. Hivi wanadanganyako ama hivyo wewe umewahi kudanganya mwanaume? Hivyo hata wako atadanganywa hivyo. Kuna jamaa mwingine alikuwa anatuambia hapa, anatuambia bibi yangu ni very hard working na anaingia nyumbani saa 11. Na sisi tulikuwa tunamjua bibi yake anafanyanga kazi wapi? Alikuwa anafanya hapa Sabina Joy. Hapo ndio alikuwa na shida kutoka asubuhi mpaka jioni. Na mama alikuwa anaenda nyumbani na shilingi 2,000, 10,000 kulingana na siku venye imekuwa mzuri. Mpaka mzee anasemanga my wife is hard working. Na hata wiki mama kwa sababu kina wamama wanajua ku maintain mzee asiwahi kujua. Anamwambia dali be kwa yana atea. Neke mwedo ali ya horerete guo. Ashai ni thire kabiri ya kadiru karia gukwirite ga guthukuma ga kabesha ile ni kagwa. Wa day down ni muno. About reke gutumira cia rangi ta 2,000 uguo kiriage. Ndukamake mwathani ario Jehova ario gitini. Na hiyo unatumia 2,000 imethukumwa kutoka kwa mwanaume. Lakini mwanaume kinatumia alikuwa anatuligia venye mwanaume bibi yake yako mzuri. Very honest, very faithful. Kwa hivyo mko na ujaja. Mwanamke ako na ujaja ya ku maintain na kufanya boma isimame. Na akikuwa mjiga hiyo boma itaanguka. Siku moja nilikuja kujua kumbe sijui mke wangu. Kwa sababu mke wangu nilikafundishwa na pastor mwingine akaniambia wewe na mke wako hamjuani. Wewe haujui mke wako lakini anakujua. Uliwahi kujua hivyo? Ati wewe ndio unajua. Mudhuri wako ndakoi. Agwishire getha cigana na ndimuna huko na ashara rocini araraga guko na Biblia ndimugoragwo na laptop na ibuku no Biblia. Na wewe watinda nyumba giciria uhoro wa mutumia wa mudhuri wako. Umeshinda kwa nyumba. Wakati saa 12 unaamka mapema unatengenezea msee kachai. Akitoka unachukua maguo unapeleka huko nje ni za msee. Laji kianza kufika bado unafikiria msee. Jioni unaweza kwenda kwa soko kwenda kutafuta chakula ya nani? Usiku ikifika unatengeneza mahali pa kulala kila kitu ukifikiria nani? Sasa niambie ni saa ngapi mimi nilifikiria mambo yako? Ni wakati nilitoka, wakati nilikuona ukiniwekea chai ndio nilikuona nikakumbuka na kuaga na bibi. Na batu wakati mwingine nitakumbuka wewe tukiwa kwa kitanda ndio nakumbuka na kuaga na bibi. Lakini bibi anakuaga all through anasugumsia, ana listen na anafikiria kuhusu mzee.
Mzee hatakuagi na time hata kidogo yako. Atadanya dete. Hakuna mwanaume ambaye ipenda mwanamke. We lie to you. Kama unaambia kwa darling, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo kabisa. Hakuna mwanaume ambaye anapenda mke. Hakuna. Sisi wote ni mikora. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke ndiye anakuwa na upendo. Ndio unaonaga watoto wote, na Biblia inasema, hata nilikuwa nafundisha watu wengine hapa, mtoto ambaye amelelewa na mama anakuwa na upendo lakini hana sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako na nini? Na upendo mwingi lakini hana sheria. Na ndio nakutaka watoto wengi wamelelewa na mama wameanza kuvuka nywele kama wanawake, kwa sababu wanatafuta ule upendo, wanafanya extension ya upendo. Na yeye mtoto mwenye amelelewa na baba ana sheria lakini hana upendo, anakuwa mnyama. Anaonaga wanawake kama ni wanyama. Anakaaga sura baya na hatakagi, hana upendo hata kidogo, lakini sheria anafuata. Maana baba ni wa sheria na mama ni wa upendo. Ukileta combination, watoto mwenye amelelewa na baba na mama wanakuwa na sheria na wanakuwa na upendo. Lakini wale wamelelewa na mama, masigomadha, watoto wa masigomadha. Watoto wangapi hapa wasigomadha? Inua mkono watu wa sigomadha. Watoto wa sigomadha. Yes. Si mnaona? Ukiwaangalia hata sura yao, hata venye wamekaa, wanakaa kitu tumayai hivi. Watoto wa sigofadha kama mimi, watoto wa sigofadha. Sigofadha. Watoto wa sigofadha. Hakuna? Ni mimi, okay, mimi nililea nikiwa sigofadha. Sasa unakuta mtoto ambaye amelelewa na baba ako na sheria. Kwa sababu baba ni kugoroma na kutoa sauti. Lakini mtoto mwenye amelelewa na mama hana sheria na hana adabu na hana tabia mzuri. Ni mayai. Ndio wanaitagwa baba. Ndio wanaitagwa mamu. Akikosa kitu aanze kulia kidogo, afadhali banki ivujwe, mtoto huyu akae mzuri. Lakini mtoto mwenye amelelewa na baba anachapa. Siku moja nilikumbuka nilifukuzwa nyumbani na ni school fees na si makosa yangu. Baba kanionea huko na hakuwa na pesa. Sasa akakuja akawacha tu kazi na zangu. Sasa nikakuja nikaanza kumkaribia, nikamwambia anajua obviously ni school fees. Alinyanyua kofi ngapi? Akaniambia kwenda chukua jembe uende kwa shamba. Huyo sasa ni baba, anajua kuuza vitisho. Ndio ambaye time aende atafute pesa. Lakini kama ni mama, mwadhani jama, na kinyane, bakalini. Hii aibu ndio tole. Mzee ajui aibu. Ni akunyanyue kofi uende kwa shamba ulime, alafu ataenda angangane na wanaume kuwa huko kugine kwa barabara atoe. Hiyo ndio difference. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama kuna mtu unasaidia. Kwa hivyo wakati wote ndio inchi, ndio kanisa, ndio boma ifaulu, mwanamke lazima akuwe na akili mingi. Mwanamke, una imagine Eve alienda kadanganya Mose. Alidanganya na nyoka hapa na wakafanya venye walifanya na nyoka, akaenda akaambia Mose, ile huko niko heneto ya nayo negai. Huko tunadanganywa tu. Hii ni uongo. Hebu uma usikie. Na Mose naye akauma. Na Mungu alikuwa na shetani alikuwa anataka Mose aume, lakini alijua atapitia kwa mama. Hakwenda kwa Mose kwa sababu Mose alijua atakataa. Alijua Mose hawezi kubali kwa sababu Mose alijua sheria za baba huko nyumbani. Lakini mama ukimueleza, umpeleke hivi, umuonyeshe kautamu, kaambiwa kai, hapa mtafaulu. Ndio hata nyinyi mnaona pesa nyingi mmekoniwa. Katika familia ukiona ile pesa mzee na mama wamekoniwa, mwenye alianzisha hiyo program ni mama. Kwa sababu anataka kashamba kanunuliwe, anaweza penda mtajirike, anaweza penda mkue na kanyumba kazuri. Hiyo ndio unakuta mama ndiye alichagia sana. Ukasikia kuna pesa, familia mlinyang'anywa na makoni man. Mama ndiye alifanya hiyo kitu, lakini alikuwa anafanya kwa upendo. Hakuwa na ubaya. Alidanganywa, alipitia kajia kakubomoa, kalipitia kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kuelewa tunakaa namna gani. Na kuelewa hii lazima tujue tabia zetu, mienendo yetu, mazungumzo yetu. How do we talk? Angalia Sara alikuwa anamuita Abraham my lord. Ukijua mtu ni mjinga, unamuaddress katika lugha ambayo mjinga anafurahiki.
Lakini ukimshika na ugie na lugha ambayo unataka kumuonyesha kama yeye ni mjinga, wewe ni mwerevu, mtaumana, kitaumanwa. Atakuramba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama uende kule kwa Togolini. Hallelujah. So it is very important. Kitu ya muhimu katika kushinda hii vita ya mama na msimame na mshinde vita ni language. Language ni kitu ya muhimu sana. How do you talk to this man? Kwanza umeambiwa na Biblia hiki kimutu ni kimjinga. Kwa hivyo lazima uelewe jinsi ya kwenda kwake na jinsi ya kuongea na yeye. Kikikuja kikwambia kinataka, kwa nikuja nikwambia ninakutaka. Usinifukuse, niongeleze na njia ya upendo ndio utaweza kunihepa. Lakini ukiniambia siwezi, piga hata nitafanya juu chini kama mwanaume, hata afadhali nikulepu. Ndio nikuweza, nikuonyeshe nimekuweza. Lakini kuna njia tu ungenituliza, umbeleke pale kwa mkahawa, uninunulie tu kahawa ya shilingi 20 na uniambie niko kwa maombi ya 40 nights na 40 days. Siwacha tukimaliza maombi mimi mwenyewe ndio nitakupigia. Hata mimi nasikiaga na nakupenda sana. Kimwanaume kimetulia. Lakini ukikuja na njia ya kifua, ama venye tunakujaga nyumbani unakuta hakuna maziwa, hakuna nini, it's your right kuitisha. Lakini venye unaitisha kwa nyumba, idhaka raja. Tatina na iria, tatina na sukari. Wewe na ile radhi tigania ora oguo, wanagojia kidogo radhi tigeire. Sasa unafikiria tunakula nini? Unafikiria tunakulaga mawe? Acha nikwambie hakuna kitu itatoka. Hakuna kitu itatoka. Mwanaume ni wa kubebelezwa. Mwanaume mlete kama mfalme. That is why Sara alikuwa anamuita mume wake my lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka uliambiwa mwanaume ni nini? Tuliambiwa mwanaume ni nini? Ni mjinga. Kuna njia ya kuaddress mjinga. Baka igie kwa kikapu yako, akutolee. Hiyo mwanaume bwana yako ni mali yako amebeba. Hakuna kitu iko kwa hapa ambayo sio yako, ni zako. Kwa sababu wewe ndio uliambiwa msaidizi. Na msaidizi ni wa kusaidia kubeba, si kufanya kazi, ni kusaidia kubeba kibeti. Na kibeti ya pesa. Ili sasa kibeti unaioniaga kwa view sasa. Vipeti vikipitishwa kwa sababu ya umang'aa na ujeuri. Mwanaume hazungumziagi kwa kivua, unazungumzia mwanaume ukiwa chini. Na ukitaka kuwini battle ya mwanaume, enda chini, kaa chini, piga magoti. Ndio unaonaka kule tukienda huko Uganda, hata kama ni pastor kama mimi, tukienda mkisikia nimeenda Uganda nitumieni tuende na wazee wawili wanichuge. Kwa sababu ni rahisi sana niponyoke. Ni rahisi sana. Huko kamama kanakuja kanakuita sebo. Kana kusalimia kama kamepiga makoti. Kana kusavu kwa hoteli kamepiga magoti hivi. Yaani mwanaume mkikuyu mpigie magoti hapa atakupatia kila kitu. Na hapa analiaba na piago ketheli na anarusho kwa meza kinakuja. Shwa kinakuja. Huko utapiga magoti. Huko utanyenyekea. Wanajua enda hapa Tanzania. Wanakupatia kwa heshima, wanajua kunyenyekea. Na wewe unamfungulia kibeti. Kibeti inafuguli yako na tu vitu tudogo sana. Wewe kunyenyekea. Wewe kupiga magoti chini. Utafungua kibeti yangu yote na nitakufungulia. Lakini ukikuja ni kama mimi ni wewe. Mimi ni mwanaume kama wewe na niko na katubu. Najua hawa wanaume wengi kama sisi. Tunakuwa na katubu kengine. Unajua katubu naona umeshaona ile spider. Ile spider kale ka spider kanakuwa karaudi. Kuna wanaume sasa wengi tunakuwa na katubu kamekaa hivi kama hiyo ya spider. Hawa wanaume na kajiti kakutoa nini tu kakutoa hii katuru piki kanakuwa kwa mdomo. Hata kama amekula mbosho bado utakuta kuna nini? Ako na tooth pick. Hata kama amekula mchele ako na nini? Na tooth pick. Natenda data. Siake. Ndio tegire magana merira. Urekili atanamo. Na ile nyama amewekesha huko ni ya shilingi 10,000. Lakini anataka umuhesabie 200 ulifanya nayo nini? Ni kwa nini? Kwa sababu hujui kuitisha. Hujui. Mwanaume haongeleshagwi. Kama mwanaume unampenda na alikuwa ni mwanaume wako, wacha kumuongelesha na lugha baya. Lugha ya uzito. Atafanya kitu mpaka wewe utamshangaa. Kwa sababu ni mjinga. Haleluya. Tuko pamoja mpaka hapo? Umenielewa?
Kwa sababu wewe haukuzaliwa, hukutengenezwa kwa mjinga, ulitengenezwa kutoka kwa huyo na kitu kingine ukauganishwa. Kwa hivyo wewe ni mwerevu kidogo. Haleluya. Kwa hivyo kitu ya kuelewa lugha, how do you talk to this man? Unazungumza naye aje? Ile lugha ya kunyenyekea, badilisha lugha kuwa sasa wewe ndio mtoto, nyenyekea, utakula vitu yake yote. Tugoto wake mtengenezea vizuri, tuweke pasi hapo, akikuja ni kwa heshima. Usikubali kuongea na bwana yako na message. Ati maamuzi yote unafanya kwa message. Ati nimedecide kutoka leo haitakuwa hivi, kutoka leo haitakuwa hivi. Huyo mwanaume ataenda, na akienda hawezi rudi kwako tena. Utajaribu kumrudisha, utaanza kungangana. Unajaribu, ndio mnakuta sasa mmeenda kwa wagaga, mmeenda kwa Waruinge, mmeenda kwa Makenzi, mmeenda kwa Ezekiel, umeenda kila mahali na hakuna result, nothing, because kuna kitu ulifanya. Kwa sababu mzee ni mtu kule biguni anatambulikana, ako na anointing nyingine kule biguni inajulikana. Yeye ni kichwa, na hiyo kichwa yake inajulikana kule biguni, na hiyo kichwa yake ina uwezo wa kusema na ina uwezo wa kubadilisha. Na mwanaume anaweza kukukasi huko ndani tu, akukasi. Mwanaume yote ambaye amekuwa katika maisha yako, he has been there in your life, he got power over you. Ako na uwezo wa kuharibu maisha yako. Kwa hivyo hata kama mlikuwa na yeye alafu umfanye tu madharau, ako na uwezo, lakini wewe hauna uwezo, kwa sababu yeye ni kichwa, wewe ni shingo. Kwa mwanaume yote ni mtu hatari kwako, ni mtu ambaye si mtu mzuri, ni mnyama fulani mwenye ako na power ziko juu, kwa sababu yeye ndiye anajulikana in line ya command ya blessing kutoka juu. Yeye ndiye anaonekana. Wewe hata ukijaribu kusimama na mlangani, ndio nabii yako unaonanga, ukienda kuruidhia watoto wako lazima uite maango, brother zako zikue hapo. Kwa nini? Hakuna kitu itapita kwako, lazima ipite kwa mwanaume ule ikuje. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huyu mwanaume ukitaka kumweza na utake kukaa na yeye jinsi ambavyo inafaa, nyenyekea. Kunyenyekea tu, alafu ujue language na makasiriko utoe. Makasiriko. Mimi ukinionyesha makasiriko ati una tu principle tu principle, mimi ni pastor hapa. Lakini ukinionyesha tu principle tuko na makasiriko, nitakufundisha, nitatoa nguo ya pastor, utanikuta nikiwa mwanaume hapa, na utajua mimi ni mwanaume, na nitadili na wewe ndio ujue mimi ni nani, ni mwanaume. Hata kakijana kale kako kakahege kapese kale kako kametoshana hivi, kuna wakati kanafanyaka maneno kakuonyesha ni kama mwanaume. Ama hujai kutana na kibese kinakuangalia hivi, kinakuangalia na jicho lingine mpaka unaachana na yeye, unatoka tu unaenda, kwa sababu kanataka. Tumeubwa hivyo, tumeubwa tukiwa in power and in authority, although sisi ni wajinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ujue kutembea na mjinga ni wewe kunyenyekea. Ujue kutembea na mjinga ni wewe kurudi chini na kuwa na language ya kuzungumza na yeye. Usipande juu yake. Ukipanda juu yake atakuleta chini. Na labda ulikuwa right. And of course wamama wengi 90% wanakuwa right. Hata kwetu kwa nyumba yetu mama ndiye alinunua shamba, lakini hiyo shamba si umaraya alifanya. Alikamata huyu mzee vizuri, alikuwa anampora pole akisave. Lakini baba alikuwa anataka siku moja atafanya kideal, anunue shamba baada ya deal. Hivyo ndivyo tunakuaga tukifikiria kuna deal fulani, lakini mama anajua kuficha. Anapatiwa 500, anaenda anapeleka kwa wamama wale wengine. Anapatiwa 10,000, anaenda anaweka kwa wamama wale wengine, anaingia kwa sako hii, unakuta kwa sako hii, kwa hii. Hiyo pesa akirudisha pamoja inanunua plot. Hiyo ndio hekima ya mama. Ukuwe na hekima. Jinsi ya kuongea, jinsi ya kutembea, jinsi ya kutumia hivi ulimi yako venye unaitumia ni muhimu sana. Itatufanya huyo mzee akae ama asikae. Ukikuwa na makasiriko sana, huyu mzee atakuondokea. Na ukikuwa wewe decision zako unazifanya na makasiriko haraka, hivyo nikikwambia hivi tufanye hivi, unageuka na haraka. Tunakuaga wajiga wa kutaka kujua. Tunakuchugusaga pole. Unajua huyo tutigodi nake kula hiyo. Huyu hatuwezi enda naye bali. Kwa sababu unamsikiliza, ndio unataka. Unaonaga mwanaume ako na akili mingi, anatakaga kuongea na huyu mama sana kwa simu
na anataka sana kumtest na tu vitu, anakuambia nataka nitafanya hivi na hivi na hivi, ndio uone reaction. Unaona hiyo reaction ndio inakusaidia kujua huyu ni mtu mnaenda naye ama ni mtu hamwendi naye. Kama una react kwa sababu ya mosquito, neno nachukua nyundo ati tuue hii mosquito, unagoga mesa na ni ya glass ndio na nyundo, ukiua mosquito, basi nitakuangalia nione wewe hakuna mahali tunaenda. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo kunyaganya kitu ama kutoa in the debate na hiyo mdomo yako na reaction zako na akili zako. How do you do it? How do you respond? Unafanya, unaongeaga na yeye namna gani? Wewe mavazi yako iko namna gani? Kwa sababu hata kuna mama wengine, yes, amevaa hajavaa hiyo suruali hiyo ya kichwa na hii ya t-shirt sengenge ni ng'ombe, lakini yeye mwenyewe ndani yake kwa mwili unasikia amejifaka ile mafuta inaitangwa ile inaitangwa binti ya Sudan, amejifaka ingine, lakini si binti ya Sudan amejipaka, ni natural. Hajui kuoga vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mzee akikuja usiku, anakuja na yeye ako na jasho yake na wewe kajasho kako kadogo, mkichanganya hivi unasikia kuna kitu kinatembea, kuna kiharufu fulani kinatembea kwa hiyo nyumba, na hiyo kiharufu ndio kinafanyaga mwanaume ashindwe kulala kwa hiyo kitanda yako, kwa sababu kama hajegeke inatoa harufu. Tukiingia huko kwingine utakuta sasa ndio maneno ni baya. Unaona mpaka mosquito zote zimeondoka kwa nyumba kwa sababu kumeingia harufu ambayo si ya kawaida. So how you maintain yourself, how you maintain your body is very important. Kwa mwanaume, how you maintain your body. Isafishe tu, osha. Tumaji tu, jipige tumaji kidogo hivi kidogo. Kaa umaintain, unabadilisha tu nguo kwa sababu nyinyi mko na shida ya kutoa, yani kuna fluid ambayo inatokanga kwenu sana. Unajua sasa mimi fluid hakuna, ni mdomo tu inatolea huko na mkojo, lakini sasa katika hiyo ni mkojo yako kuna fluid tu, mkojo kadogo kakimwagika tu, kamwagike hapo kwa nini, kwa nguo yako ya ndani, kakae tena hapo, kanatengeneza kitu inaitwa fago infection. Sasa fago infection unakuta sasa mumeanza kunini, kuna maharufu zingine zimeanza kutembea kwa hiyo nyumba, na unasikia hata mtu akipita unasikia kuna kitu kimepita, ni kama helikopta imepita hapo, kuna kijoto fulani kiharufu kinapita hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. So mwanaume akikuja aigie hapo, asikie hiyo kitu venye imekuja, kesho hata aigia, utaanza to excuse mode dati dage lutawera degwa de mnogo mno ondegwa tako kwa mahageteine. Sasa ukiona mwanaume ameanza tabia za kurudi kwa karimoti, kwa kiti, angalia tu kama ni wewe unamfukuza kwa kitanda, na hiyo ndio trust inaanza kuikosa. Sasa ataanza kusikia una kaharufu, na hiyo kaharufu anaanza the first detection. Si ati uko na shida, kwa sababu kuna watu wako na shida ya damu, wanakuaga damu zao zina react sana. Utakuta huyo mzee kitu ya kwanza kufikiria kuna mahali unaedaga, na hakika hakuna mahali umeenda, hakuna. Lakini kwa sababu ya maintenance ya kwenda car wash ndio hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo angalia tukaa wash, angalia venye utakaa mzuri, tukaa mzuri, kitu ikae mzuri. Kwa sababu that is, nilikwambia mwanaume anakulaga imagination. Hakulagi mkate na hakuagi na haja na mkate, ni imagination. Sasa akianza kuimagine na masikio na mapua, basi kuna shida imeanza kutokea kwa hiyo nyumba. Ataanza kusema unaonagwa na hapo nje, na turuli haujawahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagapi wanasikia tuko sawa mpaka hapo? Wagapi wameona ni kama pastor ametoka kwa laini, ameaguka? Haleluya. Pastor ako sawa? Pastor ako sawa? Inua mkono yako kama pastor ako sawa. Najua unaweza kuwa tena wanaanza kuuliza gai, wewe pastor wanyu? Ni hivyo ndivyo. Nisipokuambia hivyo nani mwingine atakwambia? Na hii ni mkutano ya mama. Tusaidie mpaka watoto. Zamani wa mama walikuwa nafundisha mpaka mtoto venye akiolewa venye nafaa kufanya, na venye nafaa kukuwa na mzee, na venye nafaa hata wakamba. Sasa hizi mnafanyanga hivyo, wakamba in the house, wakamba in the house. Inua mkono juu, mkamba vizuri kama yule mkamba. Si bado mnafundisha hata sasa hivi?
Yeah. Wamama wako wanafundisha wasichana wao venye wanakandi unaweka kamukaba kakishika Mkikuyu. Mkikuyu anakuaga na mwaga tu mate hapo akiachilia pesa kwa meza. Bisu kanajua ku maintain. Lakini sasa huyu akina Njeri na akina Waboi hapa na akina Joki. Asubuhi ameenda Marikiti, hana haja na mzee, akikuja hata hakuoga, akarudi kwa soko kuuza, jioni amekuja kimechoka, kimelala, unakuta amelala. Na hiyo majazo yote mzee akikuja anajua sasa sisi akina Kenodia na akina tunasukumaga mguu hivi. Unapidwa hivi. Kwa sababu hatuna mapenzi, hatuna mapenzi, tunafanya tu. Alafu akifanya hivyo anasikia tena earthquake imetoka huko chini. Na tunatafutaga tu kama mistake kadogo tu. Na ni tumaji. Kupiga tu tumaji mwili ikuwe smart. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ndio unakuta mwanaume anaweza kukupatia kila kitu akiona jinsi ulivyo. Na wanaume wengi, wanawake wengi wale wanajua hiyo siri. Kwao wanakaa maisha mzuri sana. Na unakutaka mwanaume anaigiaga nyumbani, hata utakuta remote ya nyumba imebodeka tu batoni fulani, kwa sababu anatafutaga mahali ile kipindi itafurahisha mama. Na utasikia msee akisema my wife. Najua my wife anapedaga ile alihodura na alisodura. Unakuta msedi anatafutia mama. Ndiye anatafutia mama ile kipindi. Ninajeri. Kaweka lile komono. Sasa kwa sababu anataka program ya kutayarisha kule wakienda kule kwingine. Anaanza kuitengenezea hapa pole. Lakini kama anajua hata mkienda huko kutatokea vitu zingine zinakaa ni kama Herzegovina na huko Russia na inaitwa mabomu zitatokea huko. Sitafanya, nitangorota tu, nitajifanya mimi ninangorotea hapo hapo kwa kiti. Utakuta msee analalaga. Ukitaka kwenda kujua huyu nyumba inalalagwa bedroom ana inalalagwa kwa kiti, angalia ile kiti mrefu, utaona venye imejichora. Uangalia msee, size ya msee na venye hiyo kiti imejichora imebodoka hivi, utajua hapa ni msee analalaga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni namba 2 ya kumaintain msee baka anakaa. Msee ni mjiga. Sisi ni waji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliambiwa sisi ni nani? Nyinyi ni nani? Werevu. Kwa hivyo kama wewe ni maskini na msee yako na kitu, ujue wewe hata biguni hautakanyaga. Ni wewe diaga. Hata biguni. Kama haukujua kukaa na huyu msee, hiki kilimo uliambiwa kaaga nayo, kwa sababu ni order kutoka biguni, kaa na huyu. Ukiona kijamaa kilikuja kikajaribu kukutokosa kikazungumza, mkaagiri mtaenda pamoja, mtakuwa pamoja, alafu ikafika mahali ukakiabadoni, biguni utaulizwa maswali. Nilikupatia mtu mjiga yangu moja unichukue, kwa sababu sisi huko tunatabulikana. Nyinyi hamtabulikani huko, sisi ndio tunatabulikana huko na bawani, nyinyi na batu. Na kuna venye naweza kusema huko wewe si mzuri na ikubalike. Niko na power ya kukumaliza. Mwanaume ako na power ya kufuka maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ameimagine kile kimutu venye walikosana, venye walikifanya. Wanaume wako na power. Na it's very important to understand that. Nikioto etiro ilimo ni todo gayeda kulta na ilimo. Mnanielewa? Lakini Mungu ukaaka na afanyaga kazi na hawa jiga. Na anawapenda wakiwa waji. Ndio akuone wewe na akatengeneza wewe, umuinulie hii mjiga yake na uitengeneze ikuwe na raha, kwa sababu mwanaume akiwa na raha hata biguni kuko na raha. Hii kanisa kama hii ikakuwa na wanaume 5 wanapiga magoti hapa chini, wananilia Mungu, wana shida wanawake 1000 ambao wanalilia Mungu. Mlikuwa mnajua hivyo? Kana muga nyafie na kuwa ratu yatia. Mwajana nitaje ni kekeu. Ni muri menya ni kekeu. Na hiyo ndio kitu ya muhimu sana mama. Maintenance ya mdomo, maintenance ya mwili. Namba 3 ile ambayo unafaa kuangalia sana ni msee umwangalie maslahi yake. Yani you take care of this man spiritually.
kuenda kwa magoti kumuombea, kwa sababu we don't have time. Wanaume hawana time ya kurelate na Mungu. Wanaume hawana time ya kukaa karibu na Mungu. Ni wachache sana kama mimi ambao nao wameguzwa, wamegogwa ndio warudi kwa Mungu. Mwanaume ule unaonaga sincerely devoted kwa Mungu, amegogwa akakaa vizuri mpaka akajua kuna Mungu. Lakini kama hajagogwa, wanakuaga tunaongea na Mungu tukienda. Mwadhani nini hata yakwenda hata? Tukiendaga. So inahitaji wewe mama usimame. Ndio unasema behind every successful man there is a woman there. Lazima kukue kuna mama. Lazima kukue kuna nini? Because wewe una maintain huyu mzee, kumchuga na kumwekea vizuizi. Kwa sababu sisi ndio tumekari destiny. Wanaume ndio wameshika na wamebeba destiny ya binadamu. Destiny yako imeshikwa, iko chini ya mwanaume. Kila kitu chako, utajiri wako, baraka zako zimeunganishwa na mwanaume. Kwa hivyo lazima na wewe utetee hii destiny. Ushike huyu mwanaume, umuombee na usimame na yeye. Biblia inasema mwanamke mwenye ako na akili anaamka saa 11 kuhakikisha bwana amelala vizuri kwa kazi. Na anamuombea, anaenda kupiga magoti kila wakati, unaendelea unataja neno kuhusu huyu bwana yako. Unataja, unambarikisha, maana ako mwanaume wote ako in constant battle against the destiny. A constant battle. A constant what? Battle. Niko kama mimi niko kwenye vita. Wakati nilikutoka utotoni wangu, nimepigana vita. Nikipanda nimepigana vita. Nikipanda nimepigana. Ndio naonaga mwanaume nikikooa sasa utakuwa ni kama hauna akili, unategemea ukatolia nyaka na idha John ya ugate. Kwa nini? Na uko na akili. Na ukimake decision unapiga. Watu wa kununua kuku wamekuja na kuku wewe ndio unauzaga, lakini aidha utakuja kuniambia ama utaniambia kabla hujauza, ama ukiuza wamekuja unanipigia simu unaniambia kuna nini, because this is your God. Mwanaume is a semi God to you. Amebeba baraka fulani ambayo anaweza kukuachilia ama kuizuia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo maneno mawili matatu nimekuzungumzia, itafanya utaelewa relationship yako ilivujikia wapi. Ni wapi? Kwa sababu hizo vitu vitatu ndio umaliza relationship. Hizo vitu vitatu. Jinsi unaongea, jinsi una communicate. Maana mimi nina authority ya kukwambia hii ndio direction nataka tufanye. Sasa nimepata huyu nataka kumuoa, nitampatia maagizo, sio unipatie maagizo. Mimi ndio nitatoa maagizo. Tutaongea, nitakutogoza mpaka sasa tukikubaliana. Kutoka hapo maagizo ni yangu. Si umshike huyu mtoto tembee na hapo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maagizo itakuwa ni nani? Kutoka hapo fuata. Kama uliingia boxi na mkakuwa pamoja, fuata maagizo ya huyo. Kwa sababu kulikuwa kuna sababu. Hiyo sababu, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unajua kuomba Mungu sana na unajua Mungu sana, ujue lazima kwenye hii mbele ya mudrume. Na huyo mwanaume ambaye alikuigiza box, sasa umekuwa girlfriend yangu, tumeanza kutembea na wewe, ujue sasa kutoka leo uko chini yangu. Ile maneno nitatoa ni mimi, ni amri yangu. Sasa jua language ya kunibadilisha. Usinibadilishe kama kimwanaume. Usinibadilishe kama na mabafu. Utabadilisha kila kitu, utabadilisha, lakini utabadilisha kwa uelevu na akili mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utanibadilisha kabisa. Kama sasa ukiona president ni nani? Ni Ruto, ako na power. Wanaume wanasimamaga hivi, wanampigia saluti. Wale wakubwa wanajua kupigana vita Kenya mzima, makomanda wanapigiaga Ruto. Ruto akisema yule mtu anyogwe, atanyogwa. Lakini Ruto akiingia kwa nyumba, akuta Hirocho, anatulia. Akijaribu kuongea maneno yoyote, Lecho akatae, hiyo story nakata. Nakumbuka siku moja tukifanya kampeni na Uhuru hapa, tulikuwa mahali hapa kwa hoteli hapa juu. Bibi yake akaleta shida. Sijui ni nini ilikuwa, State House ilikuwa na shida. Mara moja Uhuru alituacha kwa meeting akakimbia kusolve shida ya nyumba. Na kuna wanaume wanatetemeka wakiona Uhuru, wanatetemeka. Wengine tulikuwa tunapiga magoti chini, wanatetemeka. Tunatetemeshwa na huyo mjamaa. Lakini kuna mama kwa nyumbani anatetemesha huyu mzee. Mlisikia, mnakumbuka wakati wa Kibaki
na Ruse. Mnakumbuka? Unaona baka mapolisi hawawezi kuuza huyu mama. Lakini kama ingekuwa ni mwanaume anavuja hizo nyumba za State House, angeitwa terrorist na angepigwa risasi. Lakini mama alichukua kinyundo na piga na mawe. Unaona askari wote wanasimama, yes madam. Anagoka na muita, alikuwa anaita ile Kengori. Kengori, ubwa wewe. Yes madam. Jige na Kengori bibi yake ajaribu ang'ole kidogo. Anaweza kummaliza. Lakini alibidi atulizwe, aliitwa watu kumtuliza. Kibaki mpaka akarudi chini, akaandikiwa statement hapo. Mama ndiye aliandika. Akamwambia ndio some. Soma. Na mama anachugulia hivi aona kama kuna sentence itabadilishwa. Anakuwa anakaa hivi. Kibaki akasema, my dear and only one wife. Akasema, I don't have any other. So you can know how powerful you are. Uko powerful, but you don't use your muscle. You can change pole pole. Mwanaume ni venye utamutemu. Mwanaume wako unaweza kumutengeneza venye unataka akuwe mwanaume smart. Wacha kumesea mwanaume mwingine mate. Atakimundu kiu ni gethakara muno. Gethakara tio no. Ni wewe. Kama ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Ni kama sasa nimeona huyu msichana amevaa vizuri, nianze kumtamania. Hajafika hapo kwa sababu ya ujinga. Kuna kimwanaume kama kuna mtu, kuna kitu anafanya. Tiro ukati tano wewe hubeta ai kesho ni yagira muno. Hai niaje gani? Wacha ujinga. Wacha ukubavu. Ati unaona mwanaume amenyoroka. Kuna mtu ananyoroshaga yeye, ama huyo mwanaume amejiamini. Na kama mwanaume amejiamini, ni vizuri unyamaze. Uache tu akupeleke pole pole muende bali. Kuna wanaume ma perfections kama mimi. Mimi ni ukikuja kwangu utateseka bure. Ukikuja kuleta uchafu kidogo nikikuta kitu kama haka, utakula silapu tu. Ameniangalia kai. Pastor no uone. Hapana, kuna wakati nakuwa kama mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Kujua kubadilisha mwanaume. Si kifua, si kumwandikia message, si kumwandikia maneno makali, sio kumwambia kusimama hivi unaanza kuruka ni kama tortoise. Hapana, kuna njia ya treat your husband as a king and you will win his heart. Bwana asifiwe. That is the only solution for you to succeed. And a family could succeed. Any man to succeed. And the success of a man is the success of the family. And who is the guardian of the family? It is not a man. It is the wife. Sababu yeye ndiye anajua watoto. Mimi sijui birthday ya watoto wangu, lakini mama anajua. Mimi nilienda siku moja kwa embassy nikaulizwa, what is the birthday of your son? Nikafurot. Nikasema nipatie 10 minutes nipige simu. Nikaulizwa, ni mtoto ni wako? Nikaulizwa, simuangalie sura, simunaona tu hii ni sura yangu. Lakini mimi mambo ya date, hata mimi mwenyewe birthday niliona mara ya kwanza nikifanywa kanisani, sikuwa najua. Niliona watu happy birthday, because we don't have that time. But you are the manager of a man. Lakini manager anaweza kutoa decision, na kama mko na yeye kama sasa kwa kiweni girlfriend yangu, utakuwa ukifuata decision zangu venye ninasema, lakini una uwezo wa kuzibadilisha. Ukubaliane na mimi kwanza zote, alafu ubadilishe pole pole. Na mimi nitakuwa nikiweka muhuri tu. Mimi mwenye nilikuwa nimesema, nitakuwa nikisema muhuri. Ndio nakutaka wale wanaume wamekuwa successful, wanasidaga wakisema my wife. Unajua my wife akikuja ndiye atatuambia hii maneno venye inaendelea. Unajua my wife wakati alikuja akasema hii nyumba ibadilishwe hivi, ndio ilibadilika. Naona nimesimama. Unajua my wife wakati alisema, aliniambia tununue hizi ng'ombe, ndio maneno ilianza kukua mzuri. Unajua my wife, unakutaka mwanaume huyo anasemanga my wife. Kwa sababu ulimweka kwa mtego ukamwekelea hapa. Anaibaka tu kaibo kako. Lakini wale wengine wanasema ni ukombona. Utaonwa na utaonekana na utawachwa hapo. Boma zenu zimeanguka kwa sababu ni ukombona. Rudi chini. Mwambie mwenzako rudi chini.
upatiwe hii kimujika, ukituze mzuri, utakipatia chakula, ukigagirwa haha. Samson alikuwa mtu mkubwa, powerful. Samson mtu alikuwa anafanya, yani naja kuja Samson alikuwa mtu hivi. Mtu alishika nyumba kama hii akaibomoa yote, watu wakakufa ndani. He was not a simple man. Lakini alitirikiwa na kamama. Aliwekelewa wapi? Aliwekelewa masikio moja, ikaambia sikiliza tu, utaniambia report. Akasikiliza, akamwambia power iko hapa. Power iko hapa. Hiyo tu kitu kidogo. Lakini wangemwambia wewe tuambie nguvu yako iko wapi? Hangewaambia, angewagoga na waue. Lakini alitulizwa wapi? Jua kutuliza mtu wako, mwambie jua kutuliza mtu wako. Mwambie mwenzako kama ako naye, mwambie muulize kwanza uko na mtu? Muulize uko na mtu? Muulize tu, muulize, nisioni mkiulizana. Muulize uko na mtu? Muulize tu kama ako na mtu. Nimeona hamuna watu. Hamuna watu. Kumbe watu wote, hata mimi sina mtu. Bwana asifiwe sana. So it is that very important. Kujua how to handle a man. It is not nguvu. It is not a power. And for that will make you an empowered woman. If you know how to handle, you become powerful. You become, unaona hakuna kitu. Unakutanga mama, na ukitaka kujua wale mama wanakuaga very powerful women, they are very simple. Very simple. Yani hana kujionyesha, hana chochote, anakuanga. Siku moja nilitembea huko kwa TB Joshua. Mimi sikuwa nafikiria mama ya TB Joshua ni mkali kuliko TB Joshua. Lakini unamkutaka ndiye anafagia machoo, ndiye anafagia huko kwa farada, ndiye anajasia watu mafomu, ndiye anapaga watu kwa mustari. Lakini kama ni mama Mkenya, bwana yake akuwe na ministry kama ya TB Joshua, hakuna mtu angekuwa anamjua, angekuwa na vaka tuktuk. Anakanyaga kang. Kwa ile watu wamejaa, kanisa imenyamazo, ndio unakuta kama mama kang. That is not power. That is not power. Huyo mama anatembea huko kanisani, miguu bila viatu, akifagia huko. Sasa ni yeye niliuliza, can I meet a man of God or the wife of the man of God? Akaniambia, don't worry. I will organize an appointment. You will meet either the wife or the man of God. Nilirudi wakati tunazungumza hapo na TB Joshua, ananipatia microphone, nikaona mama ndio huyu. Kumbe ni yule niliuliza. That is how powerful women, they don't show off. They don't. Na unakuta hao ndio wana control kila kitu. Hakuna mtu alikuwa na control the synagogue ya Nigeria kama huyo mama. Ile pesa inatoka kila kitu kwa ajili watu, but she was simple and invisible, haonekani. Lakini huko nyuma tumekada tuote, tumekada tuote venye tumefugwa. Yeye ndiye anafuta, ndiye ndiye anaachilia. Lakini ukipiga wewe, nani alikuleta kazi hapa? Ulikuja hapa na nani? Wewe unajua, hebu leta karatasi yako nione. Toa hiyo karatasi. Eda. Wewe, you are the most weakest vessel in any outfit. Kanisani you are weak. Nyumbani you are weak. Kwenye biashara you are weak. Kila kitu you are weak. Ukitaka kushinda vita, rudi chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kukuwa mwanamke powerful, very strong, mwenye ako na nguvu na inaji kwa nyumba, rudi chini kabisa. Ukirudi chini, mwanaume ameona ametawala, utamkamata tu, utakuwa kimuitisha anakupatia. Unamuitisha hii anakupatia. Unamuitisha hii anakupatia. Kwa nini? Ushamuini haraka. Tutako tu ushike hii roho yangu uikamate. Ukiikamata utakula kila kitu yangu. Hii. Utakula kila kitu. Acha kuniangalia na macho ya huruma. Kwa hivyo hiyo tu ndio katriki kadogo tu. Sio mambo kubwa. Mkifika nyumbani kwa wale wako na turumu tuwili tutatu,
Sitting room ni ya kwenda mapumziko na kuogelea na kuzungumza maneno. Dining room ni ya chakula. Kitchen ni ya kupikia chakula. Bedroom weka taa ya blue. Wacha kupeleka Biblia bedroom. Napeleka Biblia nini bedroom? Mnaenda kusoma Biblia gani? Mstari gani? Niambie bedroom, kuna mstari ya bedroom kwenye Biblia inasoma mambo ya bedroom? Hakuna. Bedroom ni sasa halmashauri ya maendeleo ya boma. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa ukienda kuweka bedroom yeka katikati, pilo iko hapa na Biblia iko hapa. No, hiyo ni ujinga. Weka kitaa cha nini? Cha blue kama hii. Blue. Alafu weka muziki. Ile cool country music. Ile mzuri. Wacha ukristo mingi kwa bedroom. Wacha na maneno mingi. Tunaenda kuiba kikosho bedroom. Maka una sauti kwa sababu kumeanza kungorota. Hapana, make it romantic. Make your bedroom a romantic place. Sio room imekaa maguo zimekaa huko, zingine zimekaa huko, zingine masuruali sasa zijaoshwa nini zimekaa, mamende zinatembea kwa kitanda zinaenda guru. Sasa hiyo haifai. Haifai hata kidogo. Tengeneza kanyumba nikiingia huko, alafu nunua perfume hata ni kama zile za choo, ziko na maarufu ya orange, kuna maarufu mzuri, ziko na vanilla na nini. Puliza tu kwa kanyumba. Hata kama hamuna manini mazuri, hamuna malazi mazuri, hamuna bed sheet nzuri, itengeneze hiyo mbaya, itengeneze kuwe safi. Nikiingia huko nasikia kweli niko kwa nyumba. Lakini wewe ni CEO, wewe unafanya kazi benki, wewe unafanya kazi wapi, lakini hauna shughuli ya bedroom. Nakuta mavibeti zimeanguka kwa kitanda, vitu zingine zimeanguka hivi. Kitanda chenyewe bedroom mattress imekata yako na hivi. Alafu kale kapilo tunalaliaga. Kwa sababu ya jasho, unajua hiki kitu kinatoka jasho, kamejichora kaburaki mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kanisani wewe ndio unakuwa kukosa temporary team hapa. Kanisani wewe ni pastor. Mukali, lakini kwako zile mamende ziko kwako. Kwako madhuya, masuya na manini zote ziko huko. Hata zimekuzoea. Zinauliza kasi utuletee mgeni. Oh my God, change. Mwambie mwenzako badilisha bedroom yako. Hapo ndio maneno iko bedroom, ndio maneno iko. Maneno iko bedroom. Na upendo yote inatoka kwa wapi? Bedroom. Upendo si kitchen. Hata unipikie chakula mzuri namna gani, upendo ni huko. Mwanaume ni huko. Na mwanaume anaishiaga huko na anafufukiaga huko. Mwanaume hafufukiagi kitchen. Hata ukitengeneza chakula kitowela mdhokoi na nini mzuri, hiyo ni bure. Akili yangu yote inakuwaka huko juu. Ninauliza itafika saa ngapi niende na padio. Na mwanaume ukitaka sasa mkae urafiki na yeye, wacha kuanza kumupiga. Akitaka na huko na yeye anataka, mupeleke tu haraka. Hata kama mlikuwa mnapika chakula, zima ka stove pale ni huko chini, alafu mrudi tena kama ametulia. Kana tigo wanyabura. Nendera heteria dogai. Kana tigo. Yes. Tengeneza. Ukiona ameanza, anataka muongee hiyo lugha ya biguni ya padi hiyo. Waacha ile kitu, waacha kumwambia haiwezekani. Mwambie kunawezekana. Enda mkienda huko badilishia sasa huko. Mwambie sasa unajua hapa nilikuwa napita tomato sauce ikaanguka. Sasa maneno iko namna hivyo. Nitasikia. Lakini ukiweza kuniambia kwa tiki hata katema hoya ine madhi kofote. Mahoya ine madhi kofote. Oya make. Kwa kiki mabudhukia, nitaharibu. Niko na uwezo ya kuharibu hiyo mahoya. Na nikikuharibia ujue hiyo cancelled. Hiyo fasting yote ulikuwa unafanya imekuwa cancelled. Na ni kitu kidogo tu.
Oh, koje todie mother. Sima stove. Kwani kitchen inaenda wapi? Sima. Kama ni kasafari ulikuwa naenda, simamisha tu kasafari kidogo. Ongea irudi na hapo chini. Ongea umwambie darling. Kuhia no. Nakupenda baba. Usimuite baba. Nakupenda baba. Na piga moja hapa na ingine hapa na hapa katikati. Sasa unanitayarisha. Naona kweli maneno imeanza kuwa mzuri. Kwa sababu hii akili yetu inakontroliwa. Hii ikiamka ikisimama hivi inakuwa control 100% na akili inakufa. Wakati sisi tuko sasa, mwanaume amesimama anataka sasa, na akili yote haikuagi. Hata ukimwambia Yesu anakuja na kuambia tutaongea na yeye tukimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa mpeleke tu hivyo, anataka kubaliana, muende huko, mkae huko. Sasa mkifika huko ongea tu, mwambie this is the situation. Nitaona nimeheshimika. Lakini ukiniambia utigiota kadema hoya ine, alafu unaendaka kanisa na mimi si hatuendaki kanisa moja, alafu kasimu kako ile kana kujaga keke mara mingi nika pastor wenu, utajua ujui hata hiyo kanisa Sunday hautaenda. Nita make sure nimekuvuruga hata Sunday hautaenda, kwa sababu ninataka kuambia pastor this is my wife, na hatukuoa yeye na wewe, na kuji kwako ataenda. Sasa hiyo hata ninaenda kwa msikiti, nasema nimeingia, nataka kuwa Muislamu. Siendi kwa Muislamu kwa sababu ya kitu kingine, ni vitisho. Nataka kuleta vitisho na kuzuia chochote, kwa sababu kuna kitu ilikataliwa pale. Na unajua hiyo akili yangu nikiwa hapo, in that when a man is in that state, anakuwaga completely shattered. Ukiona mwanaume anasema sasa tuingie padi hii, akili imekufa, because we are controlled. Hii mwili yote inarudishwa, akili yote inarudi hapa. Sasa haonangi kitu kingine, na anajua ni wewe, na wewe ndio mtu yake, na hajui mtu mwingine. Alafu muanze kumuonyesha mambo mengine kodo hivi, utajua ujui. Ile hasira huyo mwanaume ataenda nayo, itatembea miaka ingine 3. Na atalipisa kisasi, hata kama yeye ni mchungaji ina gani, atalipisa kisasi. Na kulipisa kwake atakupiga either slow motion, vita vya baridi. Atakupiga vita vya baridi mpaka utajua ulikosea. Na hizo vita za baridi ndio zinaleta divorce, kwa sababu inaasanga kama ka process pole. Si ulikataa na vitu yako na mimi kibeti yangu ninakataa nayo. Ukiitisha pesa ninakuachia ka 50. Unafanya budget, nikwambia andika budget ile vitu unataka. Unaandika ukifikiria vitakuja, alafu unaachua ka 50 hapo. Sasa unashindwa ka 50 katafanya nini? Utafanya nini na ka 50? Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho yake anakuja, anakuuliza, si nilikuachia pesa? Ile pesa nilikupatia ulifanya nayo nini? 50 ni pesa, nyaita ni pesa. Ng'ombe hii, sio ndio tafute yako. Sasa unaona? Anakuachia ka 50 kingine ama kamia, sasa anakuachia hapo, anaenda. Na ulipe rent, uchote maji, na upike chakula jioni, nataka chakula. Sasa unaona? Stories imeanza kuwekelea ingine, inawekelea ingine, dakika ya mwisho unakuta hiyo relationship imekufa. Because ya kitu tu ugehandle, ugenyenyekea tu, uigie muoge na huyo mzee hapo bedroom, na akigia bedroom akuta ni bedroom mzuri, sio bedroom imewekwa kineti kingine kimekaa hivi na hiki kimekaa hivi, na masuruali zile zinafuka zote zimetandikwa kwa kiwai. Unajua ile kutengeneza maneno mzuri unafanya mzee akigia. Tuliambiwa watu ni nini? Ni wajinga. Kwa hivyo akikuja apate kitu kidogo kama mistake kidogo tu, akamjiga, anakuamiliaga kwa hiyo mistake. Hiyo ndio atakuamilia. Na atakuamilia huko na itaipanua mpaka ikue mgogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi wanaendelea kuelimika? Ndio tu mkono wako kama unaendelea kuelimika. Ni wangapi wamerealize kuna mistake walifanya na wangetaka kurekebisha? Ndio tu mkono wako. Kwenye hali ya doa unarealize kuna mistake nilifanya, na hiyo mistake nilifanya ninahitaji msaada wa Mungu. Inua tu mkono, acha kuogopa. Sisi wote acha kuwekelea hapa. Weka juu. Acha kujifanya malaika hapa.
Yu malaika mnajifanya hapa malaika gani? Hii ni kitu ya binadamu, hii haikuagi. Bwana Yesu, asante sana kwa wao mmeinua mkono. Mungu ameona na amerekebisha mambo yenu saa hii. Ukiinulia Mungu mkono, unaona hiyo kadogo, ukiinulia Mungu mkono muonyeshe ni mimi nimesareda. Mungu anafurahisha kwa sana na mtu anajua kusareda. Si mang'aa kama naona wengine hapa mang'aa. Unaona ni mang'aa kwako, umekuja mpaka nyumba ya Mungu bado unaendelea na mang'aa. Hiyo ndio shida. Hiyo ndio matatizo, ndio umaskini imekutembelea. Ndio unaona stress ziko. Watu wengi hapa si wagonjwa, ni stress. Stress imekukula mpaka unashindwa. Kimwanaume kwa sababu hiyo stress umekuwa sasa loose. Nyumba imefungwa ndio hiyo. Hauna pesa. Stress imekuja, nakuja Waruinge anakuja na kuambia namna gani na huko na nyumba umepatiwa leo jioni inafungwa. Waruinge amekuja. Waruinge anajua uko na shida, anakuja anachovia, anakanyolia. Na anakuambia wacha. Halo, anajifanya ni simu. Halo. Halo, hapa nyumba yako hainanga network. Halo. Haya, anaenda akifunga belt. Halo. Anatoroka. Kuna kuja karaoke na yeye anafanya hivyo, anatoroka. Sasa unapata siku moja umetembelewa na wageni kama 6 without pay. What is the cause? Ni ile frustration. Na ni wewe tu ulianza na hiyo frustration. Pole. So there is important ya kuelewa ni jinsi gani kama mama unajua kucheza. Ni tuakili tu. Mwanaume anacheza yako na tuakili tu. Kidogo. Unampikia kachakula hata kama si chakula ile mingi mzuri. Tusukuma tunaweza kuweka tunyanya vizuri na kaugali katengenezwa kama ni mkale kamruya na kakujwe vizuri. Mzee akikuja akikamata anasikia utamu. Utaona kesho hapa kwa meza hata ongea na wewe utakuta kigiri kimeekelewa kwa meza. Na ameenda. Kwa sababu aliona kuna heshima fulani. Na hiyo heshima ndio anapendezwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaendelea kusoma. Ama niachie hapo. Niachie hapo. Naona kama nimewapo sana. Sasa tumekubaliana bedroom ziwekwe kataka blue. Na bedroom Biblia iteremshwe huko chini. Kama nyumba yako ni upstairs, teremsha Biblia chini. Bedroom tengeneza, weka maromantic, bed cover maromantic, kila kitu kiromantic. Umenielewa? Na tumaji unaweka hapo na jagi mzuri, weka tu si jagi ile ya plastic. Weka kajagi kazuri, jagi ni ya plastic na haujui hata kuiosha. Hata fadhali utafute chupa, chukua chupa moja ya maji, weka hapo unawekea mzee. Mzee anataka kunywa tumaji twigi, mwekee tumaji twake hapo akunywe. Yani unamuonyesha you are the king of the house. Hata ng'ombe yenyewe tukikamua si tunaipatia kadhara, si tunaipatia mpaka chubi na raba vizuri, alafu unaifuga miguu. Hata zingine tufugagi kwa kulingana na ile kitu umeipatia. Hata ifugagi unakuta ng'ombe ukiiguza tu umeona imekaa vizuri hivi. Hasa unaanza twi unaikamua vizuri. Baka ukitaka kutoka inakuangalia inakuuliza kuna ingine nilikuwa nimeficha, rudi hapo nikupatie. Bebeleza mzee. Nyenyekea tu. Kunyenyekea si dhambi. Ni Mungu amesema nyenyekea ndio uweze kufaulu vita za huyu mtu na uweze kumsaidia kwa sababu ni mji. Hapa mnisaidie. Uweze kumsaidia kwa sababu ni mji. Na Mungu atakuuliza. Maana Yesu alisema walitolewa talanta ngapi? 3, wengine 1, wengine 6, lakini nini ilifanyika? Alikuuliza ulifanya nini na hii talanta? Sasa hiyo mjiga ulipatiwa Rosi, ulipatiwa mjiga anaitwa Waruinge kwa mfano. Ulimpeleka wapi? Ulipatiwa kimjiga kile. Ulikifanya nacho, ulikisaidia aje? Hiki mjinga ulipatiwa ulipeleka wapi? Mungu atakuuliza. Kwa sababu Mungu anapenda mwanaume sana. Mungu anapenda mwanaume kuliko mwanamke. Na hii kupendo kwako, unasikia, mutumia akaradhi mwenewe katia. Kwa hivyo kuna condition, mimi sijafisi na condition kwa Mungu, lakini wewe kuzaa kwako kutafanya baraka zikuje. Na kunyenyekea, ushiana na katia. Na kutoa yenyehetie.
tu. Ndio unaona mwanaume akikuuliza na kwambia utanizalia mtoto. Kwa sababu anataka kukupitisha ufaulu hiyo stage moja. Kwa hiyo nikikuja nikuwe nitakuuliza nikujalia mwana. Hata kama sina nguvu, ni kama kale mzee tulipeleka nyumbani, bado nasikia kuuliza utanizalia mtoto. Kwa sababu kuna mahali anataka kukupitisha kulikana na biguni venye sema. Mtoto mama atabarikiwa kwa sababu ya kunyenyekea na kuzaa. Haleluya. Ni Biblia, si mimi. Acha kuniangalia vibaya. Ni Biblia. Kama wewe ni mang'au unyenyekeaki kwa huyu mzee, I'm telling you mwanyapura. Kwenda tena. Sida itakuwa. Nyenyekea tu, hata kama kimzee ni kibaya, hata kama hakikuagi, nyenyekea tu. Na kunyenyekea si ujinga. Kunyenyekea ni kujua kuishi, ni kujua kufaulu, ni kujua kwenda hapo mbele. Umeelewa? Kunyenyekea si ujinga, ni kujua kuishi na kufaulu na kwenda hapo mbele. Lakini ukijipiga kifua, I'm telling you are the greatest loser, lazima utaaguka. Lazima utaaguka. Na mwanaume hashidagwi. Mwanaume na serikali ni kitu moja. Huwezi kushida serikali. Serikali itakuwekea tu askari wawili wa kukusubua, na wewe ndio unalipaka kwa ushuru wa askari. Na wanakusubua mpaka wanafuga hiyo kazi. KRA wanakuja wanakusubua mpaka wanafuga hiyo kazi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri unyenyekee. Uzuri utafute Mungu. Na kila room kwa nyumba yako. Kwa wale ambao tunaishi nyumba mingi za room kadhaa zote zikae zifanye kazi yake. Alafu kama ni kanyumba kamoja, jaribu tu kale room kamoja ama tuwili. Jaribu tu, unajaribu hata kama hauna maisha mazuri. Jaribu tu maintain usafi wa kitanda. Mwanaume, kitanda ni kitu muhimu sana kwa mwanaume. Ni kitu muhimu sana. Ukitaka mwanaume akujage, unaona amewaacha setting room, ameenda na huko kwa bedroom, ni venye anasikia kwa kitanda kake kananuka vizuri. Amani is won there. Vita zote za boma zinashidaniwa huko. Ndio nakwambia usipeleke Biblia wapi? Kwa bedroom. Ukipeleka Biblia kwa bedroom, hata Mungu mwenyewe mwenye Biblia atakuondokea. Kwa sababu ameona wewe hii ni mjinga tu, hajielewi. Peleka huko, amekupatia Biblia ingine ya kudeal na mwanaume huko juu. Na mwanaume akikuja, "Jili kaa huko, relax." Mwanaume akikuja, "Relax. Relax. Pole pole. Mami, una relax." Mwambie, "All this is yours." Si ulitoka hapo? Si ulitoka kwangu? Ni deliverance anafanya. Si ulitoka kwangu? Sasa mbona unaniambia nikiguza kichwa yako unaniambia usiguse? Rose. Si ulitoka kwangu? Da hutia moto uragiria nikidika uhuti nani wakwa? Umeta halini? Utesiguse ni dikweda. Dikweda. Ito yakura jiene. Yakwa turekene hutiri ndo yakwa gane. Anoko kuikaro haudida ndakaigere je kongorota. Rane ne hia. Mugekwe uga dore ibagio neke. Dore ibagio negete. Dore dekoragwo inene. No negete gitumaga gabe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi mmebarikiwa? Wangapi wangetaka tukue na seminar hii kila mwezi? Once kila Saturday moja, either mwisho wa mwezi ama mwanzo ya mwezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeipitisha kwa hii nyumba. Tukue kila end of the month. Wale organizers na wale wengine na hawa mama wote niadikiwe majina yao, nitataka kuongea na wao na simu polepole. Si ndio? Niwapatie namba yangu, tukue tukiongea. Next time nataka tukue kila mama mkuje na mama watano. Siku hiyo nitawanunulia kitu mpeleke nyumbani. Si ndio? Hii niliambiwa tu jana, nikaambiwa nikuje niongee. Sasa sikujipaka vizuri, lakini next time nitawanunulia kasukari. Si ndio? Ndio mkienda nyumbani mwanze ni wa practice kuwa romantic. Ni kuwa romantic. Sio cheni kutamania ati kusema I want a tall, a dark, and handsome. Utoleo wapi? Toro dark and handsome, utoro. Kwani wewe tu ndio uko na macho ya kuona toro dark and handsome? Unafikiria naona na wangapi? Tengeneza mume wako, tengeneza mtu yako. Hata ukikuta kinaedaga hii. Tengeneza.
Tengeneza huyo mtu akuwe smart. Safisha tuguo twake, tungare. Hata kama ni twa mutuba, tengeneza tuguo, tutangara. Hata kama kiatu ni kamoja. Mimi nakumbuka wakati nilikuwa naishi Mukuru kwa Ruben na huko chini nikiwa Machokora. Nilikaa na adawa ya moja. Adawa ya moja. Mwaka mzima mpaka ikakatika hapa katikati, ikakuwa kama skirt. Kwa sababu nilikuwa naiosha usiku. Nikienda kuoga naiosha naifuga mpaka inamwaga maji yote, unarudisha kwa mwili unaenda. Hapa Mukuru kwa Ruben. Kile kimama kilinishika kwa sababu kilikuwa kimama kiachang'aa, kinajua kumaintain. Kikanifuga, kikanitoa huko, kikaniosha, nikang'ara. The next 2 weeks wanawake wote walikuwa wananipigania. Naye kwa sababu ni mbaya alikuwa anawachapa vita. Na sasa nikafugiwa kwa nyumba, nikaambiwa hakuna kutoka kwa nyumba. Utakuwa ukitoka, tukitoka na wewe. Nikunisafisha, alingalisha. Nilikuwa Kachokora pale Mukuru kwa Ruben pale panaitwa David na huko hapo chini. Hapo ndio tulikuwa Chokora. Tulikuwa tunachoma matairi hapo. Sasa kimama kilikuja kilidiscover, kiliniona niko na matairi ili ya black hiyo inaitwa hiyo dogo ya black ya matairi nilikuwa, lakini aliniangalia kwa jicho ya udani, akaona this is a gem. Akaona hii ni tall, dark and handsome. Hii kitolewa itakataka, iochwe vizuri, hii kitakuwa mzuri. Na haki nilioga. Akanileta kwa duka ingine pale Mufagano Street. Ilikuwa ya Muhidi kwa kona. Akaninunulia trouser ya Savuko na shati na nini yake, koti yake Savuko, zile jeans zilikuwa zinaitwa Savuko. Jeans na t-shirt na kofia kikodi papa na kiatu ya safari boot na socks mpya. Huku tayara maketa ya shati. Letele boda ntaya. Wanawake kule wote walikuwa wanasema, "Uyatu lakaku. Uyagania za karamuno." Wakaanza kuna mama alidugwa kisu kwa sababu yangu. Hakukufa lakini alidugwa kisu hapa. Alikutwa akinizungumzia. We, sicheza na mama wachanga. Sasa nilifanywa mfugo na nikafugwa huko. Lakini kung'ara niling'ara na kukula nilikula mzuri. Nilikula chakula mzuri na pikiwa vizuri because of heavy duty ahead of me. Yes. Walikuwa wamepinga. First Timothy 2:15 tusome. First andika hiyo ya kuzaa na nini. Soma tu hapo. Ama mmoja wao angesoma ndio itoke vizuri Soma tu. Okay. First Timothy 2:15. First Timothy 2:15. Chapter number 2 verse 15. Amen. Inasema notwithstanding she shall be saved in childbearing if they continue in faith, in charity and holiness and sobriety. Sobriety. In faith, in holiness and in sobriety. You shall what? Utabarikiwa kwa sababu ya hivyo, ya kuzaa. Shall be saved in child bearing and in charity and in sovereignty and sobriety. Yani na holiness. Mwanamke ni hivyo. Mwanamke ni hivyo. Na mwanaume akikuja, hata kama ulikuwa umefuga fasting, akwambie sasa ni hapa, ako na power, ako na authority. Na akikutajia hapo, hata kama ulikuwa umefuga wanyabura, stop kufuga kwa sababu hiyo already hiyo kifugo imekatika. Enda pale, ingia bedroom, shughulikia hiyo masuala. Alafu utoke. Urudi uende uanze tena fasting yako ianze. Kwa sababu ilikuwa usimamishe yeye, umusimamishe katika ulimwengu wa kiroho, asiitake. Haleluya. Tusimame kwa miguu yetu. Alafu Jumamosi ni tarehe 1, si ndio?
Ni kweli? Jumamosi. The coming Saturday ni 24. The coming Saturday niko na wazee tutapatia chakula mwezi huu. Wale kama unajua kuna msee ako 70 years and above. 70 years and what? Awe ni mama ama mbaba. Wakuje saa 4 kamili. Na tutamaliza saa 6 kamili. Saa 4 kamili kila mtu akuwe amekaa chini, tutamaliza saa 6 kamili. Kama baba yako ni ako na 70 and above na anahitaji chakula, nitampatia chakula siku hiyo. Next Saturday. Wale organizers, Koki umesikia? On 24th. Saa 4 kamili na kufunga saa 6 kamili. Hapa. Nini? Atidika. Dika ni wako na 24. Dika ni 24. Oh, okay. Tutaorganize. Basi tuende hiyo ya fast. Hiyo Saturday nyingine. Wasione kama tunabadilishia maneno. Hiyo ingine Saturday, hiyo ingine mutagasie. Na kusikuje kwa kina juaga, nyinyi mnajuaga hii maneno sana. Mtu asitume ati amekuja na kitambulisho ati na ametuma mtoto. Hiyo mtu wa kutumwa hakuna. Nataka kuona mtu physically kwa sababu Karo, nataka kuapika Karo na madaktari wengine wakuje wapime huyo msee kama kuna sukari, wampime kama kuna pressure, wampime macho yake, utuangalie macho yake ndio tuwasaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka kuona huyo msee. Kuna mwingine rafiki yangu hapa juzi alikuja akakalia kiti hapo. In 10 minutes nikaona kiti imekuwa wet. Kumbe kuna nilio nikaangalia nikaona huyo msee kama tungekuwa tunajua tungempatia diaper. Ile ya wazee inavalia kwa kama Kenyasa. So mnajua hiyo next time tutakuwa nazo tuwapatie kwa sababu kwako mtu amefikisha 90 years break hakuna. Mtu ako na 100 years unafikiria ako na break? Sasa tuwachughulikie kama hao, tuwavalishe. Si ndio? Mtu akununua diaper mseme tutanunua diaper na chakula siku hiyo na medical camp, serious medical camp. Wakuje waangaliwe, wapimwe macho, wapimwe kila kitu, pressure, what. Mahali tutasaidia tuweze kusaidia. Si ndio? We must be able to appreciate our elders, love them and make them happy. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio nguzo ya ministry yangu. Kama mjuagi, that is where my secret is. Ndio nguzo, hiyo ndio nywele yangu. Msifikire mtaninyoa mamwezi. Kwa hivyo nafurahi sana. Kwa hivyo muorganize, charity. Na wale wengine na kamati za kanisa zote muunganike pamoja. Kabisa mfanye as a team. Ni sitataka aibu tena kama ile ilikuwa wakati ule mwingine. Number 2, my daddy, my spiritual father, Bishop Harrison Nganga. Harrison Kamegere Nganga. Anaitwa Kamegere. Anaitwa Kamegere. HK Nganga. Unaona HK Nganga Ministries. K imebeba maneno. Atakuwa hapa Sunday ya tarehe 2 saa 8. Na kanisa yake yote watakuja hapa. Wanakuja kubariki nini? Kubariki kanisa hii. Hii ni kanisa mpya. Haijabarikiwa na baba yetu. Sasa anakuja with a fatherly blessing. Kwa hivyo when it's a fatherly blessing, nataka kuwa prepare ari, tengeneza sacrifice ya a fatherly blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. When a fatherly blessing sacrifice, naona vile vitu zote amepitia, utaruka juu yake, hautapitia. Shida zote atazibeba zote. Sasa wewe utaanza kupigana na vita za juu yake. Zile haujapiga. Kama ulikuwa na mambo ya poverty, mambo ya nini, maskini, divorce, whatever that has happened in your life, akitoa sacrifice ya fatherly blessing, ile ya kuachiliwa blessing, unafunguliwa, unaambiwa nenda dhiothereme, nenda ukabarikiwe, nenda ukainuliwe, nenda maisha yako ibadilike, dunia ikubali wewe, kila kitu kikuitikie, kila mahali utaenda. Anafanya kutoka hapo. Hata ukikuwa mchawi wewe ni mwenyewe ndio mchawi, unajirogaga, hautarogeka.
Unajua kuna watawi wanajiroga, wanaanza kusema wamerogwa. Unajua kuna watu ni shetani, na afu na point shetani, akaangalia vidole 3 vinakuambia wewe ndio shetani. Oh my God. Kwa hivyo tarehe 2 ningetaka kanisa mujipange, munipatie kamati ya kupanga siku hiyo, na itaongozwa na Rosi huyu. Rosi, inua mkono juu. Hiyo kamati iongozwe na wewe na huyu mke wa pastor. Mpage hiyo kamati ya tarehe 2. Na kwa kina wale wengine wapage mambo ya wazee. Na wale wengine na muhusishe kamati zote. Na wewe Karo tafute madaktari wakuje wanaangalia wazee. Na ukuje na kabuti, usikuje na hiyo nguo yako, ukuje na kabuti. Tutaweza kukataa wewe kusema wewe si daktari. Kwa sababu ninapanga, nina kama mpako hivi. Naona kama siku moja tutaleta Ruto hapa, tumuombe apige magoti hapa chini. Si ndio? Naona kuna kadalili anakuja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu mwingine huyu akuongea maneno mingi. Huyu mtoto ya maumau. Sasa nataka watu wetu wa worship ni kama walienda. Nataka uchukue tu muda wa dakika 1 ama 2. Ufungue kinywa chako tu. Ukifaulu kupiga magoti chini upige magoti. Ukifaulu kukuja ulale hapa. Na usingie hapa na viatu. Ukifaulu kukaa ukae tu. Uchukue dakika 2-3 uzungumuze na Mungu. Umwambie nimekujua mahali dua yangu iliangukia. Nimeona makosa yangu katika familia. Nimeona jinsi mambo yamekuwa. And this is why I've been suffering. This is why my life has not been good. Umwambie tu God, I need your intervention. Fungua kinywa chako. Fungua tu. Ukitaka kushout shout. Shout hapa tumelipia, hata hewa ya hapa imelipiwa. Shout as much as you can. Piga magoti chini ukiweza. Dara chini ukiweza. Tembea kwenye nyumba, tembea. Usisimame tu kama kiziki. Tembea tu, tembea. Alafu na mtu muimbi pale, tuwekee nini? Tuwekee hapo. Hata kama waimbi hawakuweka kitu mzuri, worship. Sarakei ama yule mwingine. Mulima wangu. Bethel Clouds TV, empowering lives.